akahesabu magonjwa, akasema kifo, na akasema kwa haya mambo yote sisi ni juu ya washindi. Naomba familia hawa wawe juu ya washindi kwa wakati huu. Tukiondoka hapo mahali hapa, Bwana, baki pamoja nao, ukawalinde, ukawabariki, ukawafariji, ukaonekania katika kila hatua katika maisha yao. Mungu wetu, ukitenda haya tusikie ushuhuda, sifa na utukufu itakurudia. Twakupenda kwa sababu wakati wote tumekuita unatenda makuu. Baba, tenda, jina lako likapate sifa, kwa jina kula Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. God bless you. Thank you. Come and take over. Jambo tu ni ya kwamba weather ni mbaya, kwa hivyo msiache kilaji wanyesewe kwa wakati lile. Amen. God bless you. Tupigie makofi wachungaji tafadhali kwa kazi ambayo wamefanya njema kutuongoza vema. Your Excellency Dr. William Samoei Ruto, President and Commander-in-Chief of the Kenya Defence Forces. Your Excellency Professor Kithure Kindiki, Deputy President of the Republic of Kenya, the Speaker of the National Assembly, all members of Parliament led by the majority leaders, the National Assembly and the Senate, the governors present led by the Governor Narok County, all cabinet and principal secretaries present, all mourners that have come to pay their tribute to our loved departed ones. Your Excellency would like now to eulogize our departed loved ones who are here, and allow me to start with the family of Honorable Johanna Ngeno. So allow me to invite the family who we had agreed would represent and come and just stand here as we do the eulogies, or eulogize them with a tribute. And the tribute is going to be handled or read by Nayanoi Ngeno Ntutu. Tuwapigie makofi tafadhali wakija. The family, the immediate family of Honorable Johanna Ngeno, to pay tribute to the Honorable departed Johanna Ngeno. Karibuni. Good morning. I'm going to read the tribute. Penzi wangu Johanna, kuondoka kwako kumeacha pengo kubwa moyoni mwangu. Ulikuwa mume wangu, rafiki yangu na faraja yangu. Upendo wako utaendelea kuishi ndani yetu milele. Kama ilivyoandikwa katika Biblia, Ruth 1:16. Usinisihi ni kuache, nirejee nisikufuate. Kwa maana uendako nitakwenda, na ukaapo nitakaa. Watu wako watakuwa watu wangu, na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Kwa mama yangu mpendwa, Mary, ujue nitabaki kukujali na kukuheshimu kama mama yangu mwenyewe. Kwa watoto wetu, Cheruto na Chesang, baba yenu aliwapenda sana, na kumbukumbu zake zitaendelea kuishi ndani yenu. Na kwa watu wetu wa Dikir, asanteni kwa upendo wenu. Nitaendelea kuwa karibu nanyi na kuwasaidia kadri nitakavyoweza. Johanna, ulipendwa na utakumbukwa daima. Asanteni. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Rais. Kwa majina naitwa David Ngetich, ambaye mimi ni mtu wa familia. Mimi ni ndugu ya baba ya Mheshimiwa Ngeno. Tunasema asante kama familia kwa vile ulitushika mkono wakati tulikuwa na ugumu, wakati Mheshimiwa Ngeno alituacha. Tunashukuru kama familia kwa sababu ulitusaidia tangu wakati hiyo maneno ilipofanyika. Umetusaidia. Mheshimiwa Rais, tunasema kama familia, Johanna Ngeno is a hero na alitusaidia sana. Kwanza Mheshimiwa, kwa familia, Mheshimiwa Johanna Ngeno alikiacha
Wakati alipomaliza shule, tulikuwa na dada yake ambaye anamfuata, tulimpoteza. Hata yeye mwenyewe alijisahau na akakuja akachukua nafasi ya kusaidia watoto wa dada yake ambaye alituacha. Na alifanya kazi kubwa mpaka akasomesha hao watoto, na labda nitakuonyesha Mheshimiwa Rais, kwa sababu walisoma, waliwachwa wakiwa wachanga sana, lakini Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Ngeno alisimama na hawa na akawasomesha. Niko na vijana wawili hapa. Huyu ndio kijana mkubwa ya dada yake ambaye alifanya Ngeno hata asimame na familia. Kuna kijana mwingine hapa anaitwa ni ndugu yake pia. Huyu Joana Ngeno alisimama na hawa na akawasomesha. Mheshimiwa Rais hata kwa basari yake anawekaga nafasi ya kwanza kwa wale mahatima, kwa sababu wakati alikuja kuwa mtu mkubwa aliona watima kwa familia yake, na anafanya hiyo kazi kwa basari yake mpaka wa leo. Wakati utakapokataza mahatima, mtakosana na Joana Ngeno. Kama familia tunashukuru. Kuna watoto Mheshimiwa Ngeno ya familia na ya watu wa Digiri ambaye maisha yao iko chini kidogo, na lakini wamesomesha watoto. Mheshimiwa Ngeno alikuwa na mabarua ambaye alikuwa napatiwa, na mpaka wakati huu mimi nafikiri hizo barua ziko ya kutafutiwa kazi. Na kwa vile Joana Ngeno ametuondokea, Mheshimiwa Rais, utushike mkono na uangalia kwamba umetimiza hayo. Kwa mambo ya siasa, Mheshimiwa Ngeno alifanya siasa, na ninakushukuru sana. 2022 mlipopatana naye, tangu kwanza 2027 ambaye alipigania kiti, 2013 akapata kiti ya ubunge ya Emurua Digiri. Hakuna tofauti, tunatofautisha Emurua Digiri na Joana Ngeno. Tukisema Emurua Digiri tunasema Joana Ngeno. Lakini wakati huu ambao tumepoteza Ngeno, shika Emurua Digiri, wasikie ya kwamba wako na wewe. Neno la mwisho ambaye ningelitaka niseme ni kuhusu mama wetu. Mama wetu Mary ambaye ni mtu wa Mungu, amekuwa akiomba kila wakati kwa ajili ya familia, kwa ajili ya constituency hii, kwa ajili ya kaunti yetu na national government. Huyu mama amekuwa mama ya kuomba. Wakati ya Jumamosi, Joana Ngeno hataondoka kwenda kila mahali kabla amsalamie mama. On Saturday yeye mwenyewe alikuja kunywa chai na mama na kijana hao mkubwa anaitwa Paulo, hao watatu. Baadaye Joana Ngeno akamwambia mama, kwa sababu anajua mama anaomba sana, akamwambia mama, mimi nataka uniombee. Wakati mama alianza kuomba, aliomba, kabla kumaliza kuomba ndege ikafika, na mama aliendelea mpaka ndege ikatua. Wakati huo ndege aliposhuka, mama akamwambia, kumbe ulikuwa unaniambia uniombee na kumbe ulikuwa na safari. Joana Ngeno alicheka na akasalamia mama, akaenda wakati alienda kuanguka. Mheshimiwa Rais, mimi nataka tu kwa nafasi hii ndogo niwaonyeshe watu wa familia. Huyu ni Mama Mary ambaye ni mama ya Mheshimiwa Ngeno. Mimi nafikiri unamjua sana. Huyu ni ndugu yake anaitwa Paulo Ngeno, na ni kijana mkubwa kwa familia. Huyu ni dada yake anaitwa Sara. Mheshimiwa, yule mama ya hivi vijana wawili, hebu mkuja hapa mbele kidogo. Pole kuja. Yes. Mama ya vijana hao wawili ndio Ngeno anamfuata,
na hao ndio wanafuata Sara. Hawa ndio watu wa familia, tuko na familia kubwa, lakini hao wamekuja mbele ndio nimesema niwaonyeshe. Mheshimiwa Rais, tunashukuru na tuko pamoja na wewe. Tuko pamoja na wewe na ushike familia. Labda ingawa mama ni mkongwe, labda anasema neno moja ama maneno mawili. Karibu. Ochame tugul chekitupche. Abaibai mising amun kimi tugul. Kiamdoi rirek chu. Ko en iman kwalakwa nenyaran mising en taitab Jehova. Amun besiet nekiwendi Joanna ko kwendi banda age ko king'et akonyor lomi akole soiwon. Ko saenyu kotam asochini kila tugul ko koboto serikali. Asa kole ui komie. Abore tamoe kochun ndegeit. Asa ne kora abore katar saet kuribin bebeit ng'wony. Ole Joanna yukilio saa komur oret ndegeit kororyo kole komur oret konyone. Ale ba kobur kule saet katakekas kole makakas Jehova ne ko kyano ole kikas Jehova amun matin kotule ndegeit ko kase ako kamomwochini biik amwochini Jehova. Ko chekitupche kainetab Jeiso. Ale ak biikab Tigiri kongoi mising kakatak kikoyumak Jehova ak Joanna. Kikoyumak ine mising kokotok emoni ako Joanna. Ara ko kongoi en akwek akotok tugul ale kongoi. Kokinekamwochini President Arap Ruto komametoi ng'echeret en konyu. Mamandoi ng'echeret en konyu nebo tinye lagok chekikosomesan Joanna. Ako kikosomesan tugul mami lakwet nematinye degree. Kobate kityo konu tugul asikoker nekokochi konam ng'echeranito. Ko ng'olyon any notinye ko noniton wekse ng'echeret konyone kamamandoi. Ko kongoi mising ng'olyon nenyu nekamwa ko noniton ale wekse ng'echeret konyone ko kokose biikab Tigiri tugul akokose bororiot tugul kokamwa ale nyone ko ng'echeret amun atinye lagok chebo lagokchuk kora amache konam ng'echerani. Amun betut nekimoche wikit agenge sikonyokwo Joanna ko kikiborbon kimuton biikab serikali akole anyonam ng'echeret. Ale ainon kole President. Ale ane kole inome. Kikimutan akobwototi ale kalyan bichu sikonde anoi President ako karawositu. Amuche abois awe anyokse kibet nekakinaman eunek akebe akobwoti kityo ale kalyanan ng'alechu. Kebe man kemi oret atelel kiten asir nguno ko asir wany akosisi kanyole Jehova kalyan o Jehova kosisike Jehova tole letamite kwa kole ame kou nonito. Ko nguno chekitupche kwamut kowa abwat ale abere kitakomwowon kele kobo ng'echeret ana kiale nokwe sikolyon inam ng'echeret komoko kole kabakach lakwaninyu ng'echeret konaman kele ainon inye nenameche ng'echeret. Ko komwowok any ale nguni ale ak biikab Tigiri kong'eten serikali tugul ng'echeret komawendi buch. Kingele onam ko kikingen atinye lagok chenome mane.
Na mangale choniton yame Jeiso ngetenjon en ngailetab kwanda ak kwerit ak tomiriet netilil. Nasa agenge. Nasa kiptaya nenyon Jehova kwerit ak tomiriet netilil. Kongoi Kamuktaindetab Israel. Kongoi amun koiribech kot ko nguni kemi ak tupchosiek tugul kechamegei. Kwandanyon Jehova ingen kit age tugul tirek chekitinye kosich kaikaiech ak ikaikai serikali. Amun manegen nerire, rirtos serikali ako rirtos biik. Kamuktaindenyon Jehova, telelchi serikalini en Kenya, telelchi biikuk en Kenya. Ribikuk Kamuktaindenyon, amatingwochi biikuk ng'otibindab karisiekab bonwekwak chebendote. Ikochin kobendaten en Kamuktaindenyon ak inam steering en karisiek chebune. Kwandanyon Jehova kasa akobo chebune karisiek en bet ak kemoi, kasa akobo chebune ndegeisiek en bet ak kemoi, kasa akobo chebune melisiek en bet ak kemoi. Ak alei Jehova rib bichu en kwandanyon, tononchi bichu, tononchi serikali sikoburkeit emoninyon bo Kenya. Amen. Alei Jehova inye. Huyu ni dada wetu mkubwa. Okay. Sasa Mheshimiwa Rais, hawa ni watoto wa Mheshimiwa Ng'eno. Hawa wasichana watatu ndio huyo mama yao, kwa sababu ni kitina mima kwa familia ndio ilikuwa ni wa mwisho. Na tunashukuru sana. Asante sana. Asante Mheshimiwa Rais. Familia inayofuata ni familia ya mwenda zake Wycliffe Rono anayejulikana kama SportsPesa, na atakayetusomea tribute yake ni Lydia Rono. Karibuni. Hadi kifo chake amekuwa mtumishi kwa serikali ya Mheshimiwa Ole Ntutu. Karibu. Good morning. I am going to read the tribute. Before I say anything else, I want to sincerely thank our President, our Governor, the leaders present here today, our friends, neighbors, and the community. During this very difficult time, you stood with us, your presence, your prayers, your comforting words, and the support you have shown our family have given us strength when we felt weak. We may not be able to thank each one of you individually, but please know that your kindness and compassion will forever remain in our hearts. My husband was not just my husband, he was my best friend, my confidant, my protector, and the greatest blessing God gave me. Through every season of our life together, he stood beside me with love, patience, and strength. He held our family together with kindness and wisdom, and he loved us in a way that made us feel safe, valued, and deeply cared for every single day. I will forever cherish the simple moment we shared, the laughter in our home, the conversation led into the night, the dreams we built together, and even the challenges we faced side by side. Those memories are treasures I will carry in my heart for the rest of my life. He was an incredible father, a loving partner,
and a man whose goodness touched so many lives. Our children looked up to him with pride, and every day I saw how proud he was of them. His love for his family was deep and genuine, and that love will continue to live on in us. Though his journey on this earth has come to an end, his spirit, his lessons, and his love will remain with us always. He has left footprints on our hands that time can never erase. My dear husband, thank you for loving me, for walking this life with me, and for giving me family and memories that will forever be precious. Saying goodbye is the hardest thing I have ever had to do, but I take comfort in knowing that love never dies. Rest well, my love, until we meet again. Thank you. Amwae Nipsigis. Amwae Nipsigis. So amacha amwa pole lakwenyun Wycliffe Kiprotich Rono SportPesa. Amache amwa mutyo mising kokibet. En betut nekimondo kokileo mam. Kait ndegeit koleonenin nanamanda. Ale iwendi ano? Koleon wendi ndegeit ni Mogondo. Ana ale wendi kora Mheshimiwa Joanna Ngeno. Ale oba komie. Akoleon sioribwon gaa. Koleon ribwon cheraka netindo. Akoleon ribwon ngetab kamni nekomioni. Koleon siker ale siamut kerichek nguni. Akoleon sir keng'alal baadaye. Akoi yon komatakeng'alal age. So amache amwa pole kabisa en konyun tugul, en lagokchuk, en kokwet, en family, en kora serikali. Kokibet chito nekoming'in Gavana Ndutu pole. Kokibet lakwet nekomi twa neko chorweng'ung kotupche lakini mamei ki sikotoretech Jehova. Gavana siotoretech oker napasi nekondewon chepyosaninyin sikoribwon lagok akorib babanyin akoribon ot akane. Lakwenyun kokikoiman borto lakini kibwon kerichek chebo 3 months. Ateben alenji keibwon kerichek chechang. Koleon ane ko sabari. Kokongo kokwo kokwanai ale kikiborchi. So amache amwa pole kabisa Mheshimiwa Ruto President nenyo sirikyech akinaech akokonech akot kiy netakotoretech mengech bichu kobokokwon chichi. Kwamwa kongoi en support nekokonech. Kongoi abwatite yo. Lakwanito nebo SportPesa delete komoche sikomwa tributes nebo babanyin. So kimwoe pole en my brother. Ko noton nekokitiengei nekokikusini kong'en gaa. Kwamwa ale ane mongen ale amuche sabarini siotoret okot mama nekikoim borto. Mami chi agenge netinye okot kasit agetugul. President sikere lagok chekakibakach SportPesa ko chemengechen che neo kobo grade 2 ak neming'in kobo 2 months. Kirirchok serikali so kerech akotoretech. So lakwani komongen ot kole kokwo kwanda kocheng'e kongoker pichait kobore nini baba omutane lemi baba. So kimoche sikobit kosoman tributes nebo babanyin.
Sasha Chepngetich. Greetings, everyone. On behalf of my brothers and sisters, I stand here with a heavy heart as we say goodbye to our beloved father. Dad was our protector, our guide, and our greatest support. He loved us deeply and taught us to work hard, stay strong, and trust in God. Though our hearts are broken, we are grateful for the love and lessons He gave us. We promise to live by the values you taught us and make you proud. Rest well, Dad. You will always live in our hearts. May your soul rest in peace. Thank you. Excellency, the President, these are twins, the two children, Wycliffe's twins. There are 4 in total. The rest are still young, and the youngest is 2 months old. She's at home. So Lydia here, the widow, she's a graduate of agricultural economics, and she's still jobless. She secured the public service internship program, which she was to start February. But because she's still on maternity leave, she's still at home. So maybe, Mr. President, you can give an order that she be employed permanently there and to assist these children. They are still young. Otherwise, Wycliffe was the breadwinner of the entire family. She's the only one who was employed, and he has been assisting Mom and Dad here to educate the rest of the siblings. So this family is hardly hit, and we ask for your assistance. Otherwise, we are grateful for the support you offered, and maybe just to say something. The reason why Wycliffe was nicknamed SportPesa is because he's someone who loves taking risks. He was a risk taker, and that's why people loved calling him SportPesa. So, up to there, we are grateful to everyone for the support, the government, the county government through the governor, and he was employed by the TSC. But when Governor Ntutu was elected in the year 2022, he took him as a protocol officer, and that is demise. Thank you. Thank you, everyone. Your Excellency, sir, allow me to call on stage the family of the late Robert Kipkoech Keter, aka Carlos. And as they come on stage, the family will be represented by Kilelson Mutai. So allow me to call them on stage kindly. The family of the late Robert Kipkoech Keter, aka Carlos. It should be noted that Carlos began his teaching career, of course, at Kaboson and as well all the way to Kaplong. And as well, Your Excellency, during your reign as the Deputy President of the Republic of Kenya, you also had a chance to serve in your office, of course, as the protocol officer, which he did with loyalty and excellence. Karibuni sana. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya,
and all protocols observed. Here before you is the family of our brother Robert Keter, better known as Carlos. So we are here. We'll have very quick tributes from Emmanuel, Mama Ashley, the sister, and our mother here, very quickly. Today, we gather with heavy hearts to say goodbye to our beloved Carlos. To us, Carlos was not just a name. He was a pillar of our family, a source of our strength, love, and guidance. Carlos had a heart full of kindness. He cared deeply for his family and always put others before himself. Whether it was through his words of advice, his laughter, or the smile where he showed up when someone needed help, Carlos made a difference in our lives. As a family, we will forever cherish the memories we shared with him. The conversations, the smile, the moments that brought us together. Though he is no longer with us physically, his love remains in our hearts forever. Carlos, you will always be remembered and deeply missed. May you rest in eternal peace. The family of late Carlos wishes to express its sincere and heartfelt gratitude to the government for the honor and support shown to our family during this difficult time. We greatly appreciate the pledges made towards providing job opportunities for members of our family and support those in school since Carlos was paying school fees for them. This gesture has given us hope and reassurance as we face the future without our beloved Carlos. Your commitment to supporting the family reflects compassion, respect, and recognition of his life and legacy. We are also deeply thankful for the support extended by the government in ensuring that Carlos received dignified and decent send-off. The assistance, coordination, and respect demonstrated throughout the funeral arrangements meant a great deal to our family and helped us honor his memory in a meaningful way. On behalf of the entire family, we extend our profound appreciation for kindness, solidarity, and generosity shown to us. Your support has comforted us during this time of grief, and we will always remain grateful. May God bless you all. Rest in peace, our heroes. We will forever remember you. Thank you. Nekonyitot President William Ruto, nekonyitot Governor nenyo ak kandoik tugul chemiten eng kwenunyon, amwoe mutyo mising en werinyu netai Carlos. Carlos ko kokecheyat nekararan en konyu. Kiong'ololchi keny amun kimi taban ole oyomengei ak Mheshimiwa Ngong. Kokoakoyanan okoakochomyo. Amwoe kongoi en noton amun kikesunen banda Changina. Changina ko kokwenyo. Kibur tuan mpaka nekit saa 10 nebo kemboi. Ako kingoitu kinyoketoche
konyebut chego en sotet agenge. Ami kityo kakwonge ngalek chekimwa en betunoton ak ele kiburto biik amun kiaker akawe taban o maru betunoton. Asubuhi konyo kee chaik tuan akoleon mama katwe kwa mheshimiwa kibendi safari. Ale sawa ye chai. Akomwon any project nekotesetai en konyon nekinam en betunoton. Konam project nekobakach nemongen ale tore ng'o. Kiwo komokeswon ng'alekab project noton. Kilyon kityo testai ilul ketik akoyomis nekibete ketichoton. Akomanda werinyun koit biik chechang kokatkei tugul. Kotakomi ko kochun ndegeit. Alei mama kait ndegeit. Kobakach chaik kole babanywan ongesa. Kosa akokochi sirutiet akekochi soisere sait noton. Akwa werinyun matakowek. Mutyo mising. Lagochu chok tugul kokoruyo. Mutyo ngong. Mutyo lagokyok. Mutyo ru komie Carlos. Koayan ale koiwe. Amwoe mutyo. Kongoi ru komie. So, Your Excellency, the project Mama here is talking about is a house that Carlos planned to build for his family, for his parents. So that is the request she's presenting to you, sir. My name is Kelelson Mutai. I'm the first cousin to the late Carlos. You know, Carlos had a way of messing with all of us. He arrived on Christmas Day in 1988. So even those who didn't know him celebrated him in their own way. And here today, we also celebrate his passing. He's such a great man. Like I said, he was the hope. He was the hope of this family. And he really represented hope and a future, not for his family alone, but the entire Mariaria family where we come from, and Basuetech people wherever they are. They all mourn. So for that reason, we are grateful for those that supported him in his life. As you see, he graduated from Moi University with a bachelor's degree in education in 2015, but could not collect his certificate until 2013 because of fees, for which we are grateful to Mheshimiwa Kipchumba Murkomen for clearing his fees. He will tell us how much it was. He cleared his fees and he was able to graduate, and he finally had his degree certificate at hand that enabled Johanna Ngeno, Mama, Kilele Ngongoi, Kotore Johanna Ngeno, Damun Gigitore Kunur, the certificate, Nebo University, Kunyugotore Johanna, Kogochigasi, Danda Goto Mot Konam, Kilelem Ngongoi missing to the family Ngung Mama. Akpikwa tugul en uno go name mheshimiwa kilele ngongoi kora amun ko walchi ke sirchita sister ak promises che ko ke gone ke nambichu. Your Excellency, these people are 9 now remaining, so you can see what these parents of us have done. This lady here is a nurse. The young man here, Emmanuel, is a second-year student at Chuka University. Embu University. Aaron is joining university this year. He's ready to join even as early as May if facilitation is availed, and that is the request we are having. This is what Carlos was handling. Otherwise, Aaron Cheriot as well, he presented a lot of hope to him. Wherever I was with him, whenever he had issues, he always called Aaron Cheriot, the majority leader. And we are very grateful that he always gave hope to him as well. So for everybody else, we say thank you in a very special way. We really mourn that guy had a future.
That guy had a future. I used to question him actually. Kita molini, kali asing itanyengong. So finally he called me, and finally, the last things he did, which surprised all of us, he said he has agreed to work with Joanna Ngeno. He will fight all the fights with him. I'm sure those who follow on social media, you saw that. But he also said that he is now standing for only two things in this world: for the truth and to prepare himself for Kipsengwe. And that is what happened. So that gives us comfort that he did those things and he has gone and he has rested well. Otherwise, we believe that upon graduation from Moi University, Your Excellency, the next school that he went to is the Ngong School of Leadership. He was the last entrant, I believe. Which school I hope and urge that when this university we have talked about, you promised to give us here, is established, we'll have a very huge department called the Ngong School of Leadership. Thank you very much and God bless you. Amoy Gongoi, Our Excellency President. Ingengalos, Kimi Ofisingo. Amoy Gongoi, Murkome. Ongenge kabisa. Au gitare tuan en elegiwe. Amoy Gongoi Governor Ntutu. Amoy Gongoi Senator Cheria. Gongoi missing. Motesi nigi. Thank you very much. Your Excellency, the next family that I'm going to introduce here on stage to pay tributes to their loved one is the family of Nicholas Kiplangat Koskei, the man who captured memories, he captured images and made memories. So tafadhali, nitaenda kumkaribisha Leonard Kiprono, Sam, and the family to pay tribute to their loved one. Karibuni sana. Mr. President and Deputy President and all protocols observed, good afternoon. My name is Leonard Kiprono Sang, a brother to Nicholas Koskei, and here is my family. And to the person who is going to read a tribute, I'm going to welcome Petty to read a tribute on behalf of the family. Mr. President and all protocol observed, I'm Bet Kemtai, Nick brother, and I'm here to read for you tributes. We together heavily hearts to mourn the loss of our brother Nick Koskei, the pillar and the sole breadwinner of our family. Nick was just a brother, son, and a friend. He was our provider, our protector, and our greatest source of strength. His hard work, dedication, selfless sacrifice kept our family going. He carried our hopes on his shoulders and never complained, always putting us before himself. Rest in peace, Nick. You fought a good fight, you never rest, and you finished strong. We will forever honor you, cherish your memory, and strive to uphold the value you lived by.
You will always be our hero. His Excellency, as you have heard earlier through our governor, Mr. Honorable Ntutu, Nick ndiye alikuwa kijana tuliyemtegemea nyumbani. Sisi kama familia tulitarajia Nick ndiye akuje abadilishe familia yetu, kwa vile mahali tunaishi saizi sisi tulitoka Narok, ndio maana mlisikia tunatoka saizi Bomet. Nick alipoanza shule, sisi kama familia, babangu na mama walijitahidi kuweza kumsomesha yeye. Ilhali alipokuwa akianza shule, shamba na vitu zote za nyumbani, all the resources, wazazi wangu walitumia kila kitu. Tuliuza shamba pale Narok hili tukakuja Bomet. Mahali tunaishi saizi Bomet, tunaishi katika plots. We are there like squatters. And because all our resources we spend on Nick so that Nick to come and change our family. Baba yangu aliposikia ndege imeanguka, aliweza kuniita niende nyumbani. Tuliposukumza naye akaniambia kijana wetu ni kama alikuwa kwa hiyo ndege, na sasa hakuna mahali tutaenda. The earlier week alikuwa amepigiwa na mwenye shamba mwenye tunaishi saizi. Shamba tunayoishi saizi ni less than a plot, 3 of a quarter. Alipigiwa na huyo mwenye shamba akaambiwa atume pesa juu hatujawahi maliza kulipa hiyo shamba, kwa sababu pesa yote ya shule baba yangu aliuza hiyo shamba ya Narok ndio aweze kumlipia. Hadi saa hizi imekuwa ni huzuni juu mimi kama brother yake mkubwa tuna rent nyumba. Babangu aliniita akaniambia, sasa saizi Nick amepotea, amefariki. Nick tutamzika wapi? Kwa vile shamba tunayoishi haijakuwa yetu, hatuna title deed, ni agreement peke yake tuliandikiwa. Na landlord anataka pesa zake, the land seller anataka pesa zake. Nikamtuliza na nikamwambia Mungu anajua mbele, na hiyo ni mpango ya Mungu. Na kwa hivyo His Excellency, tunaomba utuangalie kama familia, kama vile ulikuwa umetuahidi. Niko na sister yangu mdogo ambaye tumebaki pamoja nyumbani. Nick ndio alikuwa akimsomesha. Hiyo wiki ya Friday, on that Thursday, babangu alimtumia Nick message akamwambia shule itafunguliwa on Monday. Nick alikuwa alipe fee the whole year, juu shule alikuwa anatakiwa alipe fee. Kwa hivyo tunaomba mtusaidie kama county and na president. Asanteni. Mr. President, because of time, I would like to invite our father to introduce the family. Thank you. Your Excellency, the President, sitaki kuongea mengi. Mongolo leche chang tam gelelen kigile kitindo garik ako magitindo konyek. Amwoe kityo Your Excellency ole kere ngwony elakondoren kichana no nyudet. Akondorie keter. Igere Bwana Ntutu, umekuja ukasema utapanga vile inatakikana. Sitaki kusema mengi, mtaona mali nitamshika huyo kijana. Asante. Asante sana. Asante sana Your Excellency, kwa ruhusa yako naomba niwaite familia ya mwenda zake Amos Kimngetich Rotich. Tafadhali kwa heshima waje hapa mbele kwenye jukwaa
nao pia wapate nafasi ya kupeana rambirambi zao. Atakaye waongoza Richard Langat ambaye ni mjomba wa mwenda zake, familia ya Amos. Okay, thank you. Thank you very much. Our President, the Deputy President, and all our leaders, and all protocol observed, I would like to take this opportunity to pay tribute to our departed brother, our departed son. We are from the family of Amos Kimngetich. Amos Kimngetich was a Kenya Forest Service officer. He's only 23 years old. I think he's the youngest of all of them. Of all those who have perished, he's the youngest. And he's the second born to this mother. This is the mother of Amos Kimngetich. And these are the children, these are the brothers. This one and this one. So, Amos is the second born. Na ni kijana peke yake ambaye huyu mama amekuwa akitegemea. Na if you're passing, now that Amos has gone, this mother is very desperate. She has lost a breadwinner. I would like to give her a chance to say something. Asante sana Rais wetu William Samoei Ruto na gavana wetu Patrick Ole Ntutu. Wacha niseme kwa lugha ya ama mwale bole engi chana yat nekokibet Amos Kimngetich neko lakwet neko tegemeo en gaa. Lakwani ko komingin kobo kenyisiek 23 years. Kokikatoret en mheshimiwa en ele kikokerche kole kiki biik che kikimi ngwony. Kosirwa lakwani konomwon kole sikotoretech. Kokon kokakimut lakwani kokoker ngwonindo neo missing. Akokerge komomi kit nobo ot en emoni. Nekolech Jehova ndakan imuti lakwani imutan amun kotoretindet inoni. Angetu sayai ne. Lani kokolech Jehova amun koinye nekoibongoni chu tugul. Ko amwaun Arap Ruto ale momi kit netongen. Atinye lagok en sukul che kosomesoni Amos. Ngandan kotom koyai lakwani kenyisiat akotinye nekit 3 years ngesir koik forest. Ko ngalekab forest. Koko lakwani koborchingei korok kole amache asomesan chekitupche si en betusiek alak konamun akinye eun amun anakane ateche family nenenyu. Kokotoreti lagok chemi sukul, kotinye lakwet nemi university, lagok oeng chemiten secondary. Kokowo kwa Amos kokoririo ko nebo man kole momi kit nekebo, kokeiku chokora kong'eten nguni. Takosomesane ng'o. Amwaun any our excellent Arap Ruto alenjin toreton kabisa indewon lakwa en lagochuchuk chu atinye nafas non kobo Amos asitakorotwech moet amun kiiku buch kiiku zero. Kot komiten ofisa wa forest range, mimi ni mama yake, tafadhali kama uone yani njia yote uweke mtoto mmoja yangu nafasi ya Amos. Kama amoe ki otoreton kityo ki asitakiburian tugul en emoni. Kongoi. His Excellency William Samoei Ruto, His Excellency Deputy President Kithure Kindiki, and all protocol observed. I can say good morning. Brother to Amos, nasoma Kisii University, 1.1 student first year. Acha kwanza nisome tribute. Today we gather with heavy heart
to say our final goodbye to our hero, beloved brother Amos Kimwetich. You are more than a brother, you are a friend, a guide, and a source of strength to the entire family. Your kindness, humility, and warm heart will always be remembered. Though death has taken you from us, memories we shared will live forever in our hearts. Your life touched many people, and your absence leave great void that can never be filled. We thank God for the time we had with you as we lay you to rest. We pray that the Almighty grant you eternal peace. Rest well, our dear brother Amos. You will always remain in our hearts. Rest in peace, Kimweti Asoget. The last talk we had with our brother Amos ilikuwa Saturday, kabla hiyo nini itendeke. Alikuwa ananiuliza unitumia account namba ya shule kesho nikulipie fee ya hii SEMS ya 1.2. Nikamwambia sawa, niko class, niende nitakutumia niende kwa nyumba. Kufika kwa nyumba stima ikapotea. That's Sunday. Asubuhi kaniambia huku nitumia ile account namba, nikamwambia stima ilikuwa imepotea, but ndakutumia sasa. Nikamtumia. Niliposikia hivyo nikasema tu ni Mungu amepanga. Ni Mungu amepanga. May you rest in peace. What I can say, you are the pillar of the family, and nobody can fill the hole you left. Now, because you have left Amos, I can say, so sad to say this, I hope to wear the shoes you are. I must. Nafaa nichukue majukumu yote ya familia. Mungu anisaidie. Mungu anisaidie. Amos, kuna construction material liko mahali inafaa iletwe. Kuna construction material alikuwa ameleta mawe na nini. Hiyo construction material yote hakuwa amemaliza kuleta. So, asante. Okay, thank you. Mr. President, this mother is a single mother, anajisimamia. Na huyu kijana ambaye ameshaongea hapa, ako Kisii University. Alikuwa anategemea huyu ambaye amelala sasa kwa mambo ya afisi. Sasa kuna mtoto ambaye yako form 4 na kuna mwingine ambaye yako emuri wa degree form 3. Na huyu hako university sasa. Na tegemeo sasa amelala. I hope you have gotten. But all in all, we have been consoled. We have been consoled by the fact that death is such a lonely and a private matter that all others, however loving, can only be observers. We have seen them, they have gone, they have gone. We cannot help. We only say, fare thee well. Rest in peace. Thank you. Tunaendelea kuombea kila jamii. Mungu awape faraja katika wakati huu mgumu sana. Mheshimiwa Rais, kwa sasa tungependa kwenda kwa nafasi ya viongozi waweze kutoa risala zao za rambirambi.
tukiendelea. Na niruhusu nimuite kiongozi wa walio wengi katika National Assembly, Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, aweze kuendelesha hiyo nafasi. Na naomba tafadhali tuweze kuokoa wakati. Tumepata nafasi tayari tukaongea mahali pengine, kwa hivyo tafadhali tufupishe kwa heshima ya jamii ambazo ziko hapa. Karibu sana Mheshimiwa Ichung'wah. Asante Mike. Mheshimiwa Rais, Naibu wa Rais, observing all protocols already established, familia za ndugu zetu waliotuacha kiongozwa na familia ya Mheshimiwa Ng'eno, Carlos, Nick, Amos na Wesley, na waombolezaji wenzangu, hamjambo. Your Excellency, kwa heshima ya familia za ndugu zetu waliolala hapa, tumekubaliana kama viongozi. Mheshimiwa Speaker alitupea wabunge wote nafasi ya kunena na kuomboleza na ndugu zetu kwa bunge la kitaifa, na juzi na jana pia viongozi wa kisiasa wamenena, na tumekubaliana kwa heshima na kwa utu kwa hizi familia za ndugu zetu
Songo, mbunge wa Madera Mheshimiwa Eric Wamumbi, Kilkelio West Hillary Mheshimiwa Hillary, kutoka kaunti hii Mheshimiwa Ken Aramas, Mheshimiwa kutoka Special Senate Bomet, Mheshimiwa Joyce, Mheshimiwa Cherorot kutoka Kericho County o Kipkelion East, Senator wetu wa Nyeri County wa Matinga, Joseph Maklap kutoka the other side Baringo North. Nasema yako mbio mbio ndio tumalize. Ole Ntutu Narok County mnamjua. Kimilo Kaiti, thank you very much. Mama wetu wa hii county Agnes, asante sana Pareno, thank you. Musa Sirma mnajua yeye kutoka hapa. Mheshimiwa kutoka Uriri kule Migori County, Mheshimiwa Nyamita Mark. Women rep wetu wa Nairobi Esther Pasaris. Marakwet East na Mheshimiwa Ngogoyo. Mama wetu wa county, Mheshimiwa Kangogo. Mama wetu wa county ya Narok, Mheshimiwa Rebecca Ntonkei. Mama wetu wa county ya Kericho, Mheshimiwa Beatrice. Kuresoi North, Mheshimiwa haya. Justice Kemei. Sigoitko he. Sema haraka haraka. DK kutoka Soi, Komingoi, Bureti. Mama wetu ya kaunti ya Nyamira, Jerusha Momanyi. Mama wetu ya kaunti ya Bomet, Toto mwenyewe. Bomet East, Mheshimiwa Yegon. Mheshimiwa Tonui, Kuresoi South. Kilgoris, mzee wa kazi. Mheshimiwa Sumkuli. Sang. Kisang, Senator. Mheshimiwa Mandazi kutoka Chepalungu. Mheshimiwa Moroto. Mheshimiwa Jafet Nyakundi kutoka Kitutu Chache North. Mheshimiwa CK. Haya, kutoka Sotik. Mheshimiwa Madhenge kutoka Nyeri Town. Mheshimiwa Baringo women rep wetu wa Baringo Jematia, Mheshimiwa Jematia. Brighton Yegon Konoini constituency. Mwalimu wa Mboko Milemba kutoka kule Western. Benjamin Langat Moi constituency. Kilel constituency. Bomet Central. Mheshimiwa Pukose Endebes, mahali Mheshimiwa Ngeno alitoka ndio kukawa namna hiyo. Kalole kutoka kule Kaloleni. Thank you very much. Senator Baringo wetu, huyu mgeni Senator Baringo. Chemitei. Kutoka kule Taita, mama wetu wa county Haika, Mheshimiwa Lydia Haika. Wakili Toroitich kutoka Marakwet West. Sema constituency Nakuru what? Rongai constituency. Yes, unasema constituency ndio napo. Chebol constituency. Misau Kiminini mnajua. Steve Mogaka kutoka West Mugirango. Mheshimiwa Kiborek. Yes. Haya. Mheshimiwa Mashukuru kutoka Kabete constituency, not Kiambaa. Betty Maina kutoka Murang'a County. Mheshimiwa wa Kuria West Mathias Robi, sio Kitayama. Senator wetu wa Trans Nzoia County. Senator nani? Yes, Alan Chesang. Mbunge wa Njoro Single constituency, Mheshimiwa Charity Kadhambi. Mheshimiwa Alice Nganga, mbunge wa Thika Town. Mheshimiwa Marian Kitan, mbunge wa Aldai constituency. Daktari Daniel Manduku, mbunge wa Nyaribari Masaba. Mbunge wa huyu mnajua yeye, Kuria Kimani, mbunge wa Molo. Mheshimiwa Janet Tienei, mbunge wa Taribo. Professor Baritok, mbunge wa Moiben.
John Waluke Sirisi anasema anatoka Pungoma. Chesumeu Paul Biero mnamjua, na Mheshimiwa Kawanjiko firstborn wetu wa UDA kutoka Kiambaa. Thank you very much. Na huyu ni senator wetu wa Kericho, Senator Aaron Cheriot. Haya, asante sana. God bless you. Na mimi ni Osoro. Asante Mheshimiwa Osoro. Wale wengine ambao wamebaki hapa wakiongozwa na Mheshimiwa Kitilain Tutu hapa, Mheshimiwa Meli, Senator kando kidogo, Mama Tongei, Mama County wetu, Mheshimiwa Oscar Sudi, Mheshimiwa Cherorot, Mheshimiwa Rindikiri Mugambi, Mheshimiwa Senator Sigei, Mheshimiwa Mandazi na Mheshimiwa Kaikai Bisau. Hii ndio committee ambayo walituongoza kwa bunge kwa kutuandalia maandalizi ya mazishi haya. Nataka tuwapigie makofi ya kilo kwa kazi nzuri waliofanya. Na Mheshimiwa Rais wakati speaker aliwapea kazi chini ya wenyekiti wa Mheshimiwa Meli, co-chaired by Sigei and deputized by the Vice Chair of the Housing Committee, Mheshimiwa Rindikiri, alituuliza maandalizi ya mazishi ifanywe yote bila ubaguzi, ikiwemo ya Mheshimiwa Ngeno na hawa ndugu zetu wengine ambao waliaga dunia pamoja. Nataka kwa heshima nimuulize Senator wetu Narok aje kwa niaba ya hao viongozi wote atupe risala ya rambirambi. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President of Kenya, the families of Ngeno, an extension, the family of the Ntutus, the families of Sport Pesa, a young man who worked for the county government of Narok, the family of Robert Kipkoech, Carlos, the families of Nicholas, the photographer, and the families of Amos Kipngetich. I mourn with you. You know, Your Excellency, kifo ni kitu mbaya sana. If there was a way we could have a conversation with God, ni kumwambie aachane na hiyo kifo. Because it takes the best of the best. Your Excellency, I'm very emotional because I knew Ngeno very well. I've written a small tribute to him, and which I want to read, and then I can say one or two words. And I want the students of literature to pay keen attention to my tribute. I know the speaker, I'm sorry I forgot to mention you, is a student of literature. And here it goes. If hell had a door, I would walk right back and get you, Johanna. Because your fire was never meant to go out this soon. You burned too fiercely, too bright for your people, for your land, for justice itself. Today, Johanna, we stand broken, but not defeated. Because you didn't teach us how to surrender, you taught us how to fight. You taught us to be fearing. You faced eviction, not as a man running from power, but as a shield standing in front of the powerless. From the Mao Forest to the borders of Masai Mara and Kuria, your voice thunders like a storm refusing silence. You carried the pain of your people in your chest and turn it into courage that frighten those who profit from fear. The sky may never claim you in life, in fire and steel, but your spirit, that restless, defiant flame, still walk among us. You have become part of every tree you fought to save, every child you now who knows what it means to belong to the land. Johanna, if I could, I'll storm through the hell itself and bring you back. But you wouldn't only tell me
Don't keep fighting, keep standing. And that is what we'll do. Rest now, warrior. We'll carry your spirit into every battle left undone. To the people of Miredikir, Kimentongong, Pikich, and Neunokab, Kipsumiet, Menyata, Mirmiriet, Menyin and One. The spirit of Ngong lives in us. And we are determined to make sure that we fight for the right of our people. Your Excellency, I've come to appreciate the fact that life is so fickle. Today you're here, tomorrow you're gone. The most important is for us to work and fight for our people. Ngeno and I had some very interesting times together. When I was busy fighting for our people, he's busy fighting for his people. But there's one thing that I learned from him. Nothing would stop him. Your Excellency, these people of Emurua Dikir are a special lot. They are not the ordinary Kipsigis, you know. These are fearless people who have always fought for what they believe. They are fully educated, yet they are still behind. Your Excellency, I want to request you to consider fulfilling all those promises that Ngeno had for his people. One, Your Excellency, and I will not be shy to say this, we still have our brothers who are evicted from the Mao forest. And I participated in that without any apology to save this environment. But Your Excellency, we were supposed to compensate those people. I want to request you that we consider compensating those people. Give them a life. Recently, Your Excellency, there was a couple that trekked all the way to Nairobi wanting to see you. And I spoke to you about it, and you asked that the PS speaks to them. I want to plead with you to consider those people. I've also listened to these families. And Your Excellency, as a senator of Narok County, I want to request you to consider doing something special for these people. Now, Mr. Speaker, you are the chairman of the Parliamentary Service Commission. When we went to eulogize Ngong at his home, a young employee rose up and said, there's nothing as bad as waking up on a Monday and not going to work. The problem we have is that we line our pockets. We protect ourselves with good benefits in Parliament. But the moment one of us is uprooted out of this earth by God, every employee of a senator, of a member of Parliament, is left jobless. Mr. Chairman of the Parliamentary Service Commission, please remember the staff of Ngeno. Find a way. And if there is a way in the PSC, you can pay them for the entire 5-year contract. Because when Ngeno gave them that contract, Kemani, when Ngeno gave them that contract, they were assured of staying for 5 years. So I really want to plead with you to consider them. Finally, Your Excellency, we came by road. The roads here are dilapidated. Please consider, and in fact it was very funny because when we were passing through Bomet, someone stopped our car and said, hii ndio barabara ya kwenda Singapore. And ndio inaenda kwa waziri wa barabara. And we told them, no, we are making strides. So I would like to request that you consider helping us so that these roads, hata ile barabara, ile daraja ilitengenezwa juzi, imeenda tena na maji, so that at least our people who are left behind can be able to continue supporting. This county of Narok and Bomet and all the neighboring counties here are industrious. When you walk around these areas, you see economic development. You see milk in the streets. On the road, you see people carrying fodder. But the problem is that the roads are so dilapidated, they cannot be able to get that food to the market.
I want to end by saying we will miss Ngeno. And I think the clergy here, you need to teach us on how to have a conversation with God to suspend death. Thank you so much. Asante Senator wetu wa Narok. Nataka dakika moja tu mama wetu wa county, Mama Tongei. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President, the Right Honorable, our Speaker of the National Assembly, the families of the bereaved and all protocol observed, Bwana Yesu asifiwe. Your Excellency, yangu yatakuwa machache sana. Unajua Your Excellency, tunaposimama hapa tumepoteza ndume. Na Your Excellency, unapozungumza juu ya Murwadigir, huwezi zungumza juu ya Murwadigir bila kuzungumza juu ya Ngong. Sisi kama watu wa Narok County, in fact Ngong was a brand. Na yeye hii brand alijitengenezea mwenyewe, akasimama na watu, akatoka Murwadigir, akatoka Narok County na akaenda Kenya mzima kama kiongozi wa nchi ya Kenya. Your Excellency, niko na maneno matatu. Kuna jambo ambalo watu wetu hapa wamesema, kuna mashamba watu bado hawajapewa title deeds. Na Your Excellency, wamesema Ngong vile aliondoka, yeye ndiye alikuwa title deed yao. Nataka kuomba Your Excellency, hiyo title deeds imaliziwe watu wa Murwadigir ili waweze kukaa vizuri, kila mtu awe na karatasi ambaye inastahili kuwa, kwa sababu hiyo ndio right ownership. Jambo la pili, Your Excellency, ni mambo ya pesa ya kina mama ambao uliniahidi wakati ulikuwa katika ile development tour Narok County. Your Excellency, mimi nataka kukuomba kwa heshima siku ya leo tumalizie hiyo mambo ya hawa kina mama wa Murwadigir, kwa sababu walishinda wakiuliza hiyo pesa iko wapi. Your Excellency, nikienda kumalizia, sisi kama watu tunapolia siku ya leo, tunataka kuomba hawa familia waweze kusimamiwa ili waweze kuendelea vizuri, maisha yao iendelee vizuri, kwa sababu wamekuwa na shida mingi, kwa sababu dependence wa familia hizo simeondoka. Mimi sina mengi kwa sababu masaa imeisha, lakini nataka kusema familia zote, watu wetu wa Murwadigir, watu wa Narok County, poleni sana. Mungu atufariji na Mungu atupembeleze. Mwisho kabisa, tunapofanya hii investigation, Your Excellency, watu waliomba kwamba tuweke mtu mmoja wa Narok County ambaye atakuwa macho ya hii familia, ili tunapofanya investigation ya hiyo ndege iweze kujulikana, ili watu wa Narok pia wapate hiyo jawabu ambaye ni nini ilisababisha hiyo ajali ya ndege. Mungu awabariki sana, tunawapenda. Asanteni sana. Asante mama wetu wa county. Tawauliza Kiti Peter na wabunge kutoka Uganda wenye wako, tafadhali msimame. We appreciate you. Vile mlisikia hao wabunge wengine, Chelogoi Geoffrey, Kitio Patrick, Sakaja Martin, Chesol Tom, Honorable Sange Jacqueline. Hao wote ni wabunge kutoka nchi yetu jirani ya Uganda. Tuwapigie makofi kwa kuja kufariji familia ya Mheshimiwa Johana Ngeno. Haya, Kiti kuja basi usalimiane. Kwa niaba yao Mheshimiwa Kiti asalimie. Naambiwa Mheshimiwa Ngeno, ile kazi umeona ya artists wa Kalenjin ambao alikuwa na support, ameenda mpaka Uganda kusupport artists wetu wa Kalenjin ambao wako pande ya Uganda. Karibu dakika moja. Thank you very much. I want to say, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, the Deputy President, the Speaker of National Assembly, and all protocol observed, I bring you condolences from Kapkugo in Uganda. We come here with a heavy heart and grief that indeed, I want to say, Honorable Johana Ngeno has been a dear brother to us. For long, what you have to know is we are Kalenjins from Uganda. And for long, we have been a little sidelined or marginalized, and we have felt cold.
And indeed, last year, Honorable Joanna Gong, when he came to Uganda, he brought a lot of warmth and connection to us in Uganda. When we were feeling the warmth, we were like, at least we are now connected to our brothers. It is unfortunate that when we are trying to jubilate, we have lost him. It is indeed very unfortunate. And I want to say something special about him. And to the eulogies that have been given. Mheshimiwa, I think, has been a man who sees people who have been oppressed. He's a guy who fights for the oppressed. Because I see among his aides, he has employed mainly people from low families. When you come to most of the musicians, they have been despised for long. But in Uganda, for the first time, we had the Kalenjin Festival. Otherwise, I want to thank you all, and I want to say that we shall really miss him. In front of us here, I have Honorable Kitio Patrick from Kapchorwa Municipality. Then I have Governor, who is LSC5 Chairman for Queen. Then Chelokoi. And then I have the youngest governor, that's LSC5 elect for Kapchorwa District. Then I have the governor elected for Bukwa District. And then I have the district commissioner for Kapchorwa. Your Excellency, just one thing. Your Excellency, for long, we have not felt the touch. In fact, 2 weeks ago, the late invited me to Nairobi. And we talked a number of things, including how can we bring our people together. In that conversation, we proposed that we shall have a meeting with our Kalenjin brothers and later come and meet you. I'm requesting that we get that opportunity with our new elected leaders and some opinion leaders in Uganda and especially Kapugo. I will be very grateful if that will be done. Otherwise, together I have also our cultural leader from Sebei, His Highness Sulge, another team. Thank you so much, Your Excellency. I look forward for more interaction. May his soul rest in eternal peace. Asante, and I'm told there is a huge delegation from Uganda. If you can be upstanding to appreciate how viongozi wote ni viongozi kutoka nchi jirani ya Uganda ambao wamekuja kuomboleza pamoja nasi. Kufikia hapo, nataka nimwalike governor wetu wa Narok County, Governor Ntutu, ili naye aje atuhutubie. And as the governor comes, on behalf of all those members of parliament, once again, we want to convey our very deep condolences to the families of our departed colleagues. Mheshimiwa Rais, unajua tuliingia bunge mwaka moja wa 2013 na Mheshimiwa Johana Ngeno, na tulikuwa kamati moja tukiwa na yeye na Mheshimiwa Oburu na viongozi wengine ya Public Investments Committee, na ile kazi ambayo Mheshimiwa Rais umekuwa ukifanya ya affordable housing. Nilisema juzi kwa kanisa, our country is only poorer today without Mheshimiwa Johana Ngeno. Haingewezekana tuweze kutekeleza ile kazi ngumu ambayo tumeweza kutekeleza, hasa ya kupitisha sheria ya Housing Levy Fund, kama sio uongozi wa ndugu yetu Mheshimiwa Ngeno. Alisimama mbele, akaweka kifua yake mbele na akasema lazima aungane na wewe ili tuhakikishe ya kuwa tumetimiza yale mambo ambayo tuliwaambia watu wakati wa campaign, na ametuongoza vizuri sana kwa bunge la kitaifa. Na nilisema viongozi ambao wanafanya naye kwa kamati ya Housing and Urban Planning, wao wote wanakubaliana hawangekuwa na mwenyekiti mwingine mzuri zaidi ya Mheshimiwa Ngeno. Tumempoteza ndugu yetu pamoja na ndugu zetu hao wengine. Tuseme Mwenyezi Mungu awalaze mahali pema, na tuendelee kuombea familia zao ya kuwa Mwenyezi Mungu atawapa faraja na kuwapa nguvu ya kuweza kuendelea na maisha pasipo na ndugu zetu ambao wametuacha. Asante, na karibu gavana wetu, utujulishe magavana walioko, kisha umwalike spika wa bunge na mwalike naibu wa rais. Asante. Asante sana majority leader wetu Ichungwa,
Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, the Deputy President, Professor Kindiki, the Speaker of the National Assembly, Moses Wetangula, the clergy led by the Bishop of Baptist and AGC, waheshimiwa wabunge, wandugu zangu colleagues, governors ambao wamefika hapa, mabibi na mabwana, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalamie wote, Bwana Yesu asifiwe. Basi yangu pia ndachukua nafasi hii ya kipekee nitoe risala saramrambi kwa familia ya wandugu zetu ambao wamepoteza maisha. Nasema poleni sana. Sisi wote tuko na uchungu mwingi kwa kupoteza hawa ndugu zetu. Labda kabla sijasema mengi, sababu ndasema mambo matatu tu, nataka nichukue nafasi hii nitambue wenzangu from the Council of Governors ambao wamefika hapa wakiwa wanaongozwa na jirani wangu Professor Hilary Parjok. Tafadhali msimame tu hapa kidogo, hapa tu. Ndugu yangu Stephen Sang from Nandi, Eric Mutai from Kericho, Susan, my sister from the neighboring county, Susan Kika, Wesley Rotich na Kachapin. Tafadhali kwa Kachapin, sijamuona hapo Kachapin, na pia Deputy Governor wangu Koech, na pia Deputy Governor wa pande ya Bungoma Jennifer. Asanteni, tafadhali muwef tu kwa sababu ya wakati na vile mvua iko. Asanteni sana, mwapigia makofi tafadhali. Wale ambao pia ndawatambua ni county assemblies zetu ambazo ni jirani. Tuko na county assembly yetu ya Narok, Bomet, Kericho, Nakuru na wale wengine wote. Kama wewe uko hapa na wewe ni MCA na wewe ni speaker, tafadhali naomba usimame pale huko. Sisi sote tuamke. Tusimame. Tusimame tafadhali. Hebu muwef tu hivi, angalia huko kwa wananchi na uwef. Thank you very much, wakiongozwa na speaker wetu Ole Dikir. Wafanyikazi, tuko na CEOs sahisi county zangu ama county zetu ambazo siko karibu. Tafadhali msimame tu. If you are a CC, kama wewe ni mfanyikazi ya county government, hii ni serikali yetu ya hapa ya ugatuzi, tafadhali msimame tu na muwef namna hii. Thank you very much. Your Excellency, nimeambiwa pia tuko na former governor wa Bomet, ndugu yangu Isaac, asimame tu pia aonekane pahali yako. Asante sana. Thank you very much. Thank you. And then also asante. Pia tuko na I don't know whether the former governor of Narok ako hapa, sijui kama ako area, asimame lakini sijamuona. Asante. Your Excellency, kwa sababu ya muda, mimi nataka niseme mambo matatu tu. Ya kwanza ni kwamba mimi nimepoteza ndugu yangu Joanna Ngeno, mfanyikazi wangu Sport Pesa, na hawa wa ndugu zangu wengine wote ambayo wako hapa. Na labda tu niwaambie wageni wetu ambao wametoka mbali, Joanna Ngeno ni rafiki yangu, pia ni son-in-law, na kwa kweli kuna mambo matatu ambayo mimi nakumbuka sana Joanna Ngeno. Ya kwanza, tulikutana naye hapa Kilgoris, nafikiri ilikuwa 2011. Na akaniambia ya kwamba ataenda kutafuta kiti ya ubunge ya Emurua Dikir kama tutapata constituency. Na mimi pia nikamwambia nitatafuta kiti ya constituency ya Narok West. Baada ya hiyo, tulipochaguliwa pamoja tuwe wabunge, tuliweza kwenda kufanya kazi, yeye akiwa ni neighbor yangu, mimi niko Narok West na alikuwa Emurua Dikir. Lakini kila wakati tukikuja nyumbani ananipeleka kwa mama. Tunaenda kukula chakula na tunamaliza. Lakini siku moja nikamuuliza yeye, ni siku gani tutaenda kwa bibi yake?
akaniambia governor, bado natafuta. Ama wakati hiyo nilikuwa mjumbe, akaniambia mheshimiwa, bado naangalia. Akamwambia, ndugu, naona kama umechelewa. Hey, mheshimiwa, haya ni makubwa, lakini karibu hata ndaoa the grandchild of mzee Relax. Nafikiri Sudi kama ako hapo anajua pali wamekuja kuniambia maneno. Na kutoka hapo alikuja akachukua ama akapata bibi yake ambayo ni Naiyanoi Ndutu, na mimi nashukuru kwa sababu tangu wapatane wako na watoto wawili, two beautiful daughters, na nataka tu kuambia jamii ya Ng'eno kwa sababu wako hapa katika desturi ya Kiafrika, hasa jamii ya Wamasai na Kipsigis, kwa sababu najua huyu sasa sio wetu. Hata kama Joana Ng'eno ameenda, huyu ni mtoto wenyu na ataendelea kuwa bibi ya Ng'eno mpaka Mungu pia atukutanishe huko mbinguni. Jambo lingine la pili ambayo nilimjua Ng'eno, siku moja tulikamatwa wakati tulikuwa na maandamano kubwa huko Narok. Mimi na yeye na wabunge wengine wa 4 na senator tukawekwa ndani, the Muthaiga 5, wale wanajua. Sasa alikuwa ameona mimi natafuta, najaribu kupiga simu nitafute bond nilipe alafu tutoke. Akaniambia, bana governor, mheshimiwa, usilipe hii kitu, tutalala hapa. Nikamwambia, mheshimiwa, mbona unataka tulale sel? Akasema, hapa ni mzuri, hapa ni sawa. Sasa naangalia huyu ndugu yangu ananiambia tulale sel. The following day tukalala the whole night. The following day tukapelekwa kotini. Your Excellency, wewe unakumbuka hiyo kesi? Sijui ulifanya nini hiyo kesi. Ni hiyo siku moja tu tulienda, tulipokupigia simu. Hiyo kesi mpaka sasa sijaijua nini nimefanyika, ikaisha namna hiyo. Ya pili, Your Excellency, ama ya tatu ambayo namkumbuka Ng'eno ni the last day. Alinipigia simu around saa 3. Kaniambia, governor, jioni ama saa 8 hivi nataka ukuje unisaidie tupeane bursary of the needy students pale Kapsasian ward. Lakini nitaenda ndarudi. Nikamwambia governor, mheshimiwa Chamba Mbumbut, vile na muitanga yeye Chamba Mbumbut, sitaweza kufika kwa sababu mimi niko huko empowerment ya kina mama pande ya Narosora. Ng'eno kama vile mnajua akacheka for almost 1 minute, anacheka yani continuously. Kamwambia, mheshimiwa, mbona unataka? Ananiambia, mheshimiwa, usijali governor, mimi niko na ndege. Nikitoka Nandi Endebess nitatuma ndege nikiwa Emuru Adigiri ikuchukue, alafu uje tupeane hiyo basari, kwa sababu mara kwa mara tunasaidiana naye kupeana basari, kama ni ya county ama kama ni ya hapa Emuru Adigiri. Your Excellency, little did I know that was the last time that I will talk to my son-in-law. Mimi nataka tu niseme hivi kwa wakaaji wa Emuru Adigiri na kwa Kenya kwa jumla, ya kwamba ndugu yetu Mheshimiwa Joana Ng'eno ametuacha. Lakini nataka kuambia watu ya Emuru Adigiri, kutoka sasa mpaka tupate mjumbe mwingine ambayo nyinyi wenyewe mtachagua, mimi nitasimamia kasi yake mpaka mpate mbunge mwingine. Your Excellency, kuna mambo 4 ambayo Joana Ng'eno walikuwa anaendelea kufanya, ndio nikimaliza. Ya kwanza, kwa zile 14 ESP market ambayo tumejenga hapa kwa kaunti ya Narok, Mamboleo market na hii ESP hapa Digiri iko 95-96%. Lakini Your Excellency, kuna pia market ya Njibiship, na nafurahi kwa sababu nimeona mwenzake ambaye alikuwa vice chair ya housing. Hii ni kazi ambayo tulikuwa tumeweka na yeye, ya kwamba tujenge hiyo Njibiship ESP market na Hinga. Pia Hinga anajua ya kwamba tulikuwa tayari tumeweka pesa. Your Excellency, also unakumbuka siku ile tulikuja kuona hapa Digiri town tuko na land ambayo tulikuwa tumeweka tujenge 200 units ya affordable housing. Na hiyo, Your Excellency, kama vile alikuwa amekuambia yeye ndio chairman, na itakuwa ni aibu kama hajajenga affordable housing hapa Emuru Adigiri. Tafadhali
kuhakikisha ya kwamba tumejenga ndio tukumbuke ndugu yako. Pia Mogondo tulikuwa tujenge 200 units. KMTC ambayo iko hapa Kuranguri pia tulikuwa tujenge hostels ambayo ni karibu nyumba 200 ama 180. Pia TTI ambayo mwenyewe ndiye alianzisha hile ambayo tuliwacha mandege zetu hapo pia, kwa sababu wanafunzi wanaendelea kuwa wengi. Tunakuomba Your Excellency, kwa sababu hii ndio kitu alikuwa anafanya, ya kwamba tujenge pia hizo hostels ya TTI na KMTC. Your Excellency, tukikuja barabara, kuna hii barabara ya Chebole Dikir ambayo tulikuwa tumesema iwe tamak, na kwa sababu pia kuna maintenance kidogo tunataka ifanyiwe, na waziri wa transport ako hapa, tulizungumza hiyo bwana Chirchir, ya kwamba hizo potholes imekuwa mingi, tuone kuweza kuhakikisha ya kwamba tukape. Your Excellency, also hii barabara ya Mogondo Mogor Esoi, hiyo ni mambo ambayo alizungumzia wewe siku ile tulikuwa, ya kwamba tunataka ijengwe. Na hiyo barabara pia, Your Excellency, unakumbuka hiyo barabara kutoka Mogor, na najua Chirchir anajua hii, na tunashukuru tunafanya kazi na wewe. Hiyo barabara inatoka Bomet inakuja kupitia Mogor na kupitia Njibiship kuteremuka kwenda Kilgoris, alafu from Kilgoris iende Nosaen na iende mpaka huko Migori. Tunaomba, kwa sababu najua World Bank wamefanya design, na naomba kabisa kwa heshima, kwa sababu waziri wako wako hapa na najua tunafanya kazi na yeye. Hata hawa watu ambao wamekuja kufanya design, mimi nilikutana nao. Naomba Your Excellency, ikifika June this year, hiyo barabara tuanze, kwa sababu ni barabara moja ambayo itafungua eneo hii yetu ya Emurua Dikir na Narok County kwa jumla. Your Excellency, ya mwisho ambayo ilikuwa ndoto yake, na unakumbuka tulizungumza hii na wewe, ni Masai Mara University branch hapa Emurua Dikir. Your Excellency, unakumbuka wakati ulikuja kututembelea kwa development tour, tulisimama pale Olormasani, na wewe mwenyewe ukatangaza ya kwamba tutakuwa na Masai Mara University branch hapa Olormasani. Na tayari kwa sababu Mheshimiwa Ng'eno alikuwa anapenda sana maendeleo, tulienda tukatafuta land ambayo tuko na primary school, Kapkoros primary school, na tukapata land ambayo it's enough, na hata hao watu wa university wamekuja huko, tumemtembeza huko. Naomba tu Your Excellency, kwa sababu watu wangu wote wale wako hapa, ututangazie hii itaanzwa lini, ili tuweze kuendelea, na itakuwa ni njia ya kukumbuka pia Mheshimiwa Joana Ng'eno. Kwa haya machache, Your Excellency, mimi nataka tu nishukuru watu wangu wa Emurua Dikir. Jana tuliongea na nyinyi na tukasema leo tuko na wageni ambao wanaongozwa na Mheshimiwa Rais, na nashukuru kwa utulivu wenu. Jana sisi tuliongea ile mambo yote tuliongea, lakini Your Excellency, kabla sijaketi, hawa wananchi wameniambia, kwa sababu hiyo accident ilifanyika, tunaomba ichunguzwe ni nini ilifanyika, na pia tuwe na mtu mmoja kama inawezekana, sijui kama sheria if the law will allow, ya kwamba we include one of the person ama one person kutoka Emurua Dikir, ili wanapofanya hiyo uchunguzi tujue ya kwamba we have cleared the air, ili kila mtu aridhike kwa moyo yake ya kwamba yale yamefanyika ilikuwa ni accident. Your Excellency, ndafikisha hapo, na niambie watu wangu msiwe na wasiwasi. Kama gavana wenyu kawaida, wakati Ngong alikuwa hapa, hata kama vile ameenda, mimi nitashikilia pahali ambapo ameacha, mpaka nyinyi wenyewe muamue ni MP gani mtachagua. Sio sisi, ni nyinyi wenyewe mtaamua. Kwa haya machache ama mengi, Mungu amweke warehemu pahali pema peponi. Sasa nitachukua nafasi hii ni alike rafiki yangu ambayo ndio Speaker of the National Assembly, Moses Wetangula, aendeshe program kutoka hapo. Karibu Speaker. Asante sana.
Mungu yu mwema na kila wakati. Your Excellency, our President, our Deputy President, the families of our departed heroes, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa mawaziri, waheshimiwa MCS na viongozi wa mashinani, waheshimiwa governors na waheshimiwa wananchi. Mheshimiwa Rais, tumekuja hapa kwa majonzi makubwa. Tumekuja kuomboleza kifo cha mbunge wetu na marafiki zake ambao alikuwa anatembea na wao, ambao tumeelezwa walikuwa karibu sana na yeye na walikuwa wakifanya kazi na yeye. Mheshimiwa Johana Ng'eno amekuwa mbunge shupavu, mbunge wa maono, mbunge mkakamavu, mbunge wa heshima kwake mwenyewe na kwa wenzake katika bunge. Aliingia bunge 2013 wakati hii constituency iliundwa, na mimi nilimjua mwaka wa 2006 aliponitembelea kwa ofisi nikiwa katika Foreign Affairs, akitaka nimsaidie kuja kusimama hii constituency ya zamani. Kura ikapigwa, hakutangazwa mshindi. Akarudi kuniona akaniambia, my friend, thank you so much for supporting me. I won but I lost. Na urafiki yetu ikaendelea hivyo. Wakati nimekuwa speaker wake wa bunge, unakumbuka Mheshimiwa Rais, kura iliyopita tulikuja hapa mara mingi sana tukikampaign na Mheshimiwa Ngong. Mheshimiwa Ngong alikuwa ni mtu wa msimamo. Akipanga kitu lazima ipangike. Akitaka kufanya kitu lazima ifanyike. Na katika bunge nimeangalia stakabadhi zake, hakuna hata siku moja ameambiwa amekosa nidhamu ya bunge. Kwa maongezi, kwa maono na kwa nidhamu. Kwa hivyo tunasimama hapa kuomboleza shujaa wetu na mashujaa wenye alikuwa na wao. Katika maandishi kwa kitabu yake nilisema, Parliament has lost one of its finest. And I meant what I said because he was a fine man. Waheshimiwa wabunge, nataka kuwashukuru kwa sababu kule bunge tuliunda kamati ikisimamiwa na Mheshimiwa Meli na wale wenzako mmesimama hapa kutoka mabunge ya Seneti na bunge la kitaifa, na mmesaidiana na familia kufanya kazi ya kupeana heshima ya mwisho kwa mwenzetu. Mumesimama hapa wabunge, nimehesabu tuko wabunge hapa 94 ambao wamekuja kusindikiza Mheshimiwa Ng'eno na wenzake. Hii ni heshima kubwa kwa mwenzenu na ni kielelezo ya kwamba yeye alikuwa ameguza kila mmoja wenu kwa njia moja au ingine. Kwa hivyo leo jamii ya Emurua Dikir, you've lost your first and last line of defense in all your interests. But God gives and God takes and gives again. Katika kitabu kiliandikwa na mwandishi mmoja kule Tanzania anaitwa Shaban bin Robert, kinaitwa Maisha yangu na baada ya miaka 50,
anasema nimetembea safari yangu mpaka kilele cha mlima, nikaangalia kule ninatoka, nikatazama kule ninaenda, na nikamshukuru Mungu kwa kunipa nguvu ya kutembea hiyo safari na aniongeze nguvu ya kuendelea na hiyo safari. Johana Ng'eno alitembea, akaangalia nyuma, kutazama mbele. Mungu akamwambia safari yako imetosha, na amempumzisha. Kazi ya Mungu haina makosa. Like we always say, God has never suffered from memory loss. He knows what he plans for each one of us, and he planned it this way for our brother. Kama bunge la kitaifa na bunge la seneti, tunaombea hizi familia ambazo zimepoteza wapendwa wao. Mungu awaweke mahali pema. Mheshimiwa Ledama, nimesikia maneno yako kuhusu wafanyakazi wa ndugu yetu, na tukifika Nairobi ukuje unione tusungumuze. Kadiri ya uwezo wa kisheria na nguvu zetu tutaona ile tunaweza kufanya. Asante sana waheshimiwa wananchi kwa kujitokeza kwa wingi na kuweka nidhamu ya hali ya juu katika mazishi kama haya ya mwenzetu ambaye alikuwa mwanasiasa machachari, mwanasiasa wa heshima. Sasa ni nafasi yangu kumuita Deputy President wetu, naye pia aje atoe rambirambi zake, na muite Mheshimiwa Rais atuhutubie. Mungu awabariki na tuombee familia hizi sikae kwa amani. Asante sana Mheshimiwa Spika. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, nataka kuomba mawaziri ambao wako hapa wasimame tuwatambulishe kwa wananchi na waombolezaji. Pale mwisho ni waziri wa barabara na uchukuzi Davis Chirchir. Hapo mbele yangu ni waziri wa usalama wa taifa Onesmus Kipchumba Murkomen. Dada yetu ambaye anatoka kaunti hii, waziri wa ulinzi Soipan Tuya. PSs kama wako naomba tusimame, sijui kama tuko wengi. PS Aurelia Rono ambaye anatoka hapa Bomet, PS Cabinet Affairs, no, Office of the Prime Cabinet Secretary. PS Rono Kiprono kutoka Kericho, PS for Agriculture, and PS Korir, PS for Water. Asante. Anatoka hapa huyu PS Korir. Ni vile tuko katika maombelezo, ningeuliza ile swali naulizanga, lakini leo sio siku hiyo. Niseme ya kwamba Mheshimiwa Rais, ya kwamba tumempoteza mwenzetu, na mimi nitoe rambirambi kama wale wengine ambao wameongea mbele yangu, na kutakia familia za ndugu yetu na ndugu zake, ndugu wote ambao walikuwa wanafanya kazi naye, niwatakie baraka ya Mwenyezi Mungu ili waweze kuendelea hata kama tumeachwa na mzigo mzito kwa sababu ya wapendwa wetu ambao wametuacha. Mimi pia Mheshimiwa alikuwa rafiki yangu na tulifanya mambo mengi ya siasa. Leo sio siku ya kusema hayo mambo kwa sababu ya muda. Niseme tu sisi tumeachwa na mmoja wetu, na kwa niaba ya baraza la mawaziri ambalo
tunaongozwa na rais kama kiongozi wetu. Tumeandika rambirambi ambayo nitapeana nikienda kuketi. Nitaenda kupeana rambirambi ambayo ni kadi ambayo tumesign tukiongozwa na rais na mawaziri wote kwa niaba ya serikali ya Kenya, kusema pole kwa familia ya Mheshimiwa Ng'eno na familia zile zingine ambao zimehusika. Kwa hivyo mimi nataka niwashukuru na niwaombe tuendelee kuwa watulivu, na Mungu atatupatia kiongozi mwingine ambaye ataendeleza kazi ya Mheshimiwa Ng'eno ambaye ilikuwa kazi nzuri. And I want to believe the president, as he leads us into the future, will help us to consolidate the vision, the ideas, and the interests and the priorities of the people of Emuru Dikir that were championed by the Honorable Ng'eno, so that we can honor him in death the way we honored him in life. Kwa hayo mengi, naomba tusimame tumkaribishe Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto. Karibu Mheshimiwa Rais. Asante sana Bwana Deputy President. Tafadhali tuketi. Thank you very much. Asanteni sana. Familia ya ndugu yetu Johana Ng'eno, mke wake, mama, familia za ndugu zetu walioaga dunia na rafiki yetu Ng'eno, familia ya Carlos ambaye alifanya kazi kwa ofisi yangu wakati mmoja, familia ya Wycliffe Rono, familia ya Amos Kipngetich na familia ya Nicholas Kosgei. Viongozi wetu wa dini, maaskofu mlio hapa, viongozi wale wote wengine na wananchi wa hapa Emuru Dikir na Narok na sehemu hii yote, hamjambo. Mimi nimekuja hapa leo nikiwa na uzito mkubwa katika moyo yangu kwa kumpoteza huyu ndugu yetu, rafiki yetu na kiongozi hapa Narok na specifically hapa Emuru Dikir. Na waletea rambirambi za familia yangu pamoja na serikali nzima la taifa la Kenya. Rambirambi zetu kwa familia, kwa marafiki, kwa watu wa Emuru Dikir na watu wa Narok County. Poleni sana kwa kumpoteza huyu ndugu yetu. Jumamosi iliyopita nikiwa mkutano kule Kajiado, nilipata hii habari na wakati niliambiwa kumetokea ajali na mkuu wa polisi wakati alinipigia, na baadaye mkuu wa jeshi pia akanipigia kwamba tumepata ajali na inaonekana ya kwamba mbunge wa Emuru Dikir alikuwa kati ya wale waliopatikana na ajali hiyo. Na nikaelezwa mahali alikuwa na mahali baadaye maisha yake ilikuja ikaishia. Ikawa ni mambo ambayo sio ya kawaida, kwa sababu Ng'eno alikuwa kiongozi wa aina ya kipekee.
historia ya constituency hii ya Emurua Dikir haiwezi kuwa kamili bila ya jina ya Johana Ng'eno. Johana Ng'eno is the reason why Emurua Dikir constituency exists today. Kwa mbinu zote, kujitolea, the sacrifices he made, and everything he did, we are very proud that today we have Emurua Dikir constituency, and Johana Ng'eno was the member of parliament that stood out in this constituency. Mimi sio mgeni hapa Emurua Dikir, nimekuja hapa mara nyingi. Tumefanya mikutano mingi ya kanisa, ya shule, ya maendeleo na yale mengine yote. Historia ya constituency hii, hizi barabara ambazo zimejengwa hapa, nimeshirikiana na Bwana Ng'eno katika kuzitafuta. Technical trailing ambayo iko hapa, hospitali, KMTC na mambo yale mengine yote yako na signature ya Mheshimiwa Ng'eno. Na ndio mimi nakuja hapa leo kusema poleni watu wa Emurua Dikir kwa kumpoteza kiongozi, mbunge wenu, shujaa wa mambo ya maendeleo ya sehemu hii. Katika safari ya Mheshimiwa Ng'eno, kuna mambo ambayo aliniuliza na kuna mambo tulikubaliana yataendelea. Mara ya mwisho kuongea na Mheshimiwa Ng'eno ni kama wiki mbili zilizopita. Tulikuwa na uchaguzi kule Isiolo wa mbunge wa Isiolo, na nilimuuliza Ng'eno, Kiborek na wale wengine waende katika hiyo campaign ya siku za mwisho, na Ng'eno na hao wengine walienda kufanya hiyo campaign kwa candidate wetu wa chama ya UDA, na candidate wetu wa chama ya UDA pale Isiolo alipata 90% of the vote. Nyinyi mnajua, mbali na kuwa kiongozi hapa Emurua Dikir, Ng'eno pia alikuwa kiongozi katika jamii yetu. Alitembea sehemu nyingi, hasa katika mambo ya artists. He had a special place for artists. Mara nyingi aliongea na mimi kuhusu artists. In fact, December, vile nilisema wakati nilienda kwa family, December mwaka huu, Ng'eno alinitafuta. Na sio kawaida Ng'eno kunitafuta mara 3-4. Lakini safari hii alinitafuta, nafikiri ilifika mara 6, mpaka nikajua there must be a problem. So nikampigia simu, nikarudisha simu yake, akaniambia, Bwana President, nimepanga sherehe kubwa sana ya artists kule Eldoret. Itakuwa na watu zaidi ya 20,000. Na ilikuwa ni, I think the function was on a Saturday or thereabout. Na siku hiyo ilikuwa Thursday. Sasa akaniambia, hii mkutano kubwa nimepanga na inahitaji pesa shilingi milioni 20. Na mimi Ng'eno sina, wewe ndio utatoa hiyo pesa.
Sasa nikamwangalia ule Ng'eno nikamwambia, wewe 20 million unanipatia notice ya siku 2, hii pesa itatoka wapi? Akaniambia sio 20 million, ni 30. Mwisho ikabidi nifanye juu chini, na nikaamurisha wizara ya sports wapange na yeye ndio hawa artists washughulikiwe. Na kwa sababu alifanya hiyo kazi ya artist kwa kujitolea, hata kifo chake ametoka akiwa ameenda kusaidia artist kule Endebess. Johana Ng'eno deserves recognition. Na kwa hivyo hiyo mpango alikuwa nayo ya kupanga hawa artists for the next 5 years. Tutatoa pesa ya serikali milioni 20 kila mwaka kupanga hiyo kazi Ng'eno alikuwa anafanya. It will be taken over by the ministry responsible for arts, and we are going to support the effort our brother and leader of this constituency, Johana Ng'eno, alifanya. Vile vile kuna maneno aliniuliza ya watu wa hapa Emurua Dikir. Kuna barabara ya kutoka nyumbani karibu kwake pale Mogondo kuteremka kwenda Mogor na kuungana na Soit. Hiyo barabara tayari tumeitangaza. Waziri Davis yuko hapa. Wiki 2-3 zijazo nitatuma huyu deputy president akuja anzishe hiyo barabara ndio iweze kusonga, tukisongesha. Kuna maneno mengine madogo madogo tulikubaliana na yeye ya watu wa constituency hapa, Harambee ndogo hapa na pale. Huyu naibu wangu wa rais nimesema in the next 3 weeks atakuja kukamilisha hizo mambo madogo madogo ambayo yalikuwa hapa wakati atakuja kulaunch hiyo barabara. Pia kuna maneno Ng'eno alifuatilia kwa makini sana, maneno ya Mau alifuatilia kwa makini sana. Mimi wakati nilikuwa Narok hapa nilisema wakati nitapata nafasi ya kuwa kiongozi wa taifa hii, wale watu walikuwa wanaishi kwa mahema pale Mau tutawashughulikia na tutawahakikisha kwamba tumewapanga. 2023 wale watu 2,000 walikuwa wanaishi kwa mahema, wote tuliwapatia pesa, kila mtu 1,300, tukawaondoa kwa mahema wakaenda kutafuta makao mahali pengine. Mimi najua baadaye hawa viongozi wa Narok, Governor Ntutu, CS Soipan, Ng'eno wakarudi kwangu wakaniambia hata ingawaje wale walikuwa wanaishi kwa mahema tumewashughulikia, kuna wengine pia ambao hawakukuwa kwa mahema lakini pia walikuwa wamefurushwa. Nikawaambia wanitengenezee orodha ya hawa watu ambao waliathirika kwa njia hiyo. Provincial Commissioner, County Commissioner, Regional Commissioner wakashughulika. Kabla ya mwisho wa mwaka uliopita nikapatiwa list ya watu 12,000 ambao wanahitaji kushughulikiwa tena.
Mimi nataka niwaambie watu wa hapa Narok, hawa watu 12,000 tutaweka pesa yao kwa budget hii mwezi wa 7, 8 tutakuja tuwashughulikie, kila mtu aende atafute mahali pa kuishi. Vile vile muliniuliza maneno ya shamba ya Cheluget. Kimamwa kunode bare na Cheluget inyunda kyu karibu shamba ya ekari 5,000. Vile vile tumeongea na familia ya Cheluget, tumekubaliana na wao, sisi kama serikali tutawalipa, ndio wale wote ambao wameishi kwa hiyo shamba ikuwe ni kwao, waweze kuendelea kuishi hapo. Vile vile Ng'eno alikuwa anafuatilia sana maneno ya shamba ya Ang'ata Baragoi hapa, na ndio mimi nataka nieleze watu wa Ang'ata Baragoi ya kwamba serikali tumekubali, tutalipa hiyo shamba ekari 1,500. Sasa itakuwa shamba yenu pale Ang'ata Baragoi. Na ile kuvutana kati ya jamii ya Wamasai na Wakalenjin tumeshatatua, kila mtu sasa ataishi kwa usalama. Hiyo shamba pia tumeweka pesa yake kwenye budget, mambo ya matatizo pale pia tuyatatue. Vile vile tumekubaliana, na nimesikiza viongozi wa hapa wameongea kuhusu ya mambo ya mabarabara. Nyinyi mnajua barabara nyingi Kenya zilikuwa zimekwama since 2020, 2021. Lakini sasa tumepanga vizuri, tumerudisha contractors wengi barabarani, almost 90%. Ile barabara mumesema ya kutoka Chebole kuja mpaka hapa, mnajua hiyo barabara tulijenga kwanza, mimi ndio nilipanga hiyo barabara ijengwe, iwekwe lami first time. Lakini mnajua siku hiyo tuliweka low volume, si ndio? Sasa nimesikia mumeniambia nikuje nifanye recarpeting. Hapana, haifanywi recarpeting. Hiyo barabara hata ikifanywa recarpeting itaharibika tena. Sasa nimeambia Davis tujenge hiyo barabara mpya na tuweke class B. Hiyo barabara sasa, nyinyi mnajua tunajenga barabara kutoka Nairobi ile kubwa, kutoka Rironi mpaka Mau Summit. Lakini ikifika pale Rongai, nyinyi mnajua hapo Rongai Junction, hapo Salga, hiyo barabara ya Mau Summit ikifika Salga, sasa tutatengeneza barabara ingine kutoka Salga kupitia Embomos kuja Konoi, ikuje ishike hiyo barabara ya Chebole, ikuje mpaka hapa Digir, alafu iteremuke iende Enosain, iungane na kule Nyanza. Hiyo ni barabara karibu kilomita 190, 190 kilometers. Na hiyo barabara nimemwambia waziri kufikia mwezi wa 7 tumalizane na World Bank na wale wengine wote ambao wanatusaidia kujenga hiyo barabara, so that mimi nikuje hapa tuanzishe barabara hiyo sehemu 3, tuweke contractors mara 3, ndio hiyo barabara tuweze kujenga kwa kasi. Kwa hivyo angenale ngabo tebe yagere jitage kasir golle
barabara nep chebole yi kole kimi serikali yakai okase so mama nyekebir kiraga barabara nata amun ngebir kiraga barabaret nemi menet komesuldoi ameche ketech komie okase ameche ketech komie ako amwochi Davis aleji barabarani kimeche kende koi class B nengetech rani komanye kebire kiraga mutai so mosich wasiwasi kiyamwoiwok alechok nebo kakomotebi aitu mole okosoma kwek barabaret nengete Salga okosome makaitu so muite kidogo angen kumie ole kipangondo ngale vile vile tumekubaliana huyu Johana Ngeno wakati nilikuja hapa, na wacha niseme hii, unajua Johana Ngeno wakati tulikuwa tunapanga vile hii serikali tutaipeleka mbele na tukawa tunapanga mambo ya makamani, mimi niliamua tuweke Johana Ngeno awe chairman ya hii maneno ya housing, kwa sababu mambo ya housing ilikuwa ni kazi ngumu, watu wengi hawangewezana naye. Hii program ya housing nyinyi mnajua imekuwa na makelele, imekuwa na maandamano, housing levy iko shida, tumeenda kotini, tumepelekwa sijui wapi, na ulikuwa unahitaji chairman mtu firm. Kuna watu wengi waliniambia wachana na mambo ya housing, wachana na maneno ya housing levy. One of them was not Ngeno. Ngeno aliniambia ngesabeano kimejano kerike ngebetai. Leo mimi nasimama hapa kwa hii jukwaa kusema housing inabadilisha taifa letu la Kenya. Leo hapa Emurua Dikirr tunajenga soko hapa ya kisasa ya karibu milioni 70 kwa sababu ya housing. Hiyo tulipanga na Ngeno. Tunajenga housing mambo leo. Mumesema tujenge Njibiship. Hizo masoko inawezekana kujengwa kwa sababu ya housing. Leo Narok mzima tunajenga masoko 12. Kenya tunajenga soko 500 kwa sababu ya housing. Leo tunajenga nyumba 1240 kwa sababu ya program ya housing. We are transforming our nation. We are changing our skyline kwa sababu ya program ya housing, mwenyekiti wake akiwa Johana Ngeno. Na ndio kwa sababu hiyo wanakamati hawa wa housing, mimi nataka they are members of the housing committee here. Hawa wanakamati wa kamati yetu ya housing, wapigie makofi. Nilimwambia hawa watu wa housing, wakati nitaandika historia yangu nitawapatia chapter mzima kwa sababu ya ile kazi wamenisaidia kufanya kwa program ya housing. Hawa kamati wamependekeza ya kwamba kwa sababu Johana Ngeno alikuwa chairman ambaye alihakikisha ya kwamba tumefaulu katika mpango ya housing. Mambo tumejaribu kwa miaka 30 hatujafaulu, leo tumefaulu. Hawa kamati wamependekeza ya kwamba one of the biggest estates in Nairobi yenye iko na nyumba 4,500 inaitwa Shauri Moyo. Wamependekeza ya kwamba
wamependekeza kwangu ya kwamba hiyo estate kubwa iko Nairobi iitwe Johana Ngeno Boma Yangu Estate. And therefore, I am directing the Ministry of Housing to rename Shauri Moyo Housing Estate to Johana Ngeno Housing Estate in the city of Nairobi. Kwa heshima ya kazi ya ujenzi wa manyumba, Mheshimiwa Ngeno alitoa uongozi wake kama chairman. Vile vile, mnajua muliniuliza hapa tuwe na campus, university campus ya Masai Mara hapa Emurua Dikir. Ni namna hiyo. Mimi nataka nijue kama hiyo ndio mapendekezo ya watu wa Emurua Dikir. Kigoma huna da? Wande unekparaga public participation. Oh, that's very good. So, amejogas. Kaya gubiga university nyogoro olegiteje university. Kogiyo borchi skulit nikilega poros. Maunade? Ko sukuli nata kilega poros ko ega ni karbu tamanagi nanata. So, ameje ge aiguni. Sigetej university amu ameje atekwa ne yamo kumejei koret ega ni konom. Sasa ameje ogoshine ocheng koret ngomami koret ocheng koret siala nendet ale koret anendet ocheng koret ole mi sialwo ameje Bwana Ndutu, wewe sasa umesema wewe ndio utakuwa nyapara ya hapa muda kidogo. Uchunge boma ya your son-in-law. So, ndakutafutia milioni 20 utafute shamba ya kujenga university ambayo itatosha. Tafadhali panga in the next 2-3 weeks iwe imekamilika. Alafu Mheshimiwa Hinga, wapi Hinga? PS wetu Hinga kama yuko hapo. Hinga hayuko. Nishamwambia tayari ya kwamba tutatoa pesa ya serikali shilingi milioni 750 ya kuanzisha hiyo university na kujenga hostels ya watoto katika hiyo university. Na mimi sasa mwenyewe nitakuja kufanya ground breaking ya hiyo university yenu hapa. Na mimi nataka tufanye hiyo kazi kwa haraka ndio nirudi hapa before July nikuje nianzishe hiyo kazi ya university hapa, ndio watoto wa hapa na watoto wa Kenya wapate nafasi ya mahali ya kusoma masomo ya juu. Mwisho, katika hiyo kazi yote ambayo tumesema, familia wenye walikuwa hapa walikuwa na ndugu yetu Ngeno. Kwanza Bishop amesema ni kanisa nebo gogo ne waja mgwendi ngayu awa miyu tisindet nebo kanisa nata. Kwa wapi huyo Bishop wameenda kutengeneza huko. So hiyo kanisa umeuliza, niko na watu wakubwa hapa nyinyi. Sasa wewe Murkomen, Aaron, Ishungwa, nitawapatia milioni 5 mkuje mfanye harambee mumalize hiyo kanisa. Si ndio? Tumalizie huyo ndugu yetu. Na wewe Soipan, si wewe ni waziri wangu huyo. Mkuje obanga ngo arawa no. Oh yes, na huyu na Ledama akuje ulete ng'ombe tuje tujenge hiyo kanisa. Nimesikia kwa makini
maelezo ya familia walikuwa na ndugu yetu Ng'eno. Familia ya Wycliffe wamesema ya kwamba kuna bibi yake amefanya mambo ya agriculture. Unaona? Head of Public Service. Huyo msichana wa agriculture uende umake sure ameajiriwa kwa wizara ya agriculture. Familia ya Carlos, huyu Carlos alikuwa anafanya kwa ofisi yangu. Ko kagi kainet kimo Carlos, ngiyagure Carlos, kagure Robert. Ko Carlos ko gingiro. Ananoto. So juzi alikuwa amepata barua ya kuajiriwa kama mwalimu. Sasa tumesema hiyo barua ya kuwa mwalimu kwa sababu hata hajapata mshahara ya mwezi moja. Sasa tutapatia sister yake akuwe mwalimu. Nasikia kuna sister yake ambaye amesomea pia mambo ya walimu. Familia ya Amos wamesema familia ya Nicholas kwanza Boyondono amesema hawana makao matinyi ole menye koine sige ngalaling wa mamande si achi ngunu ole menye so tapanga ile. Alafu familia ya Amos, huyu Amos Rotich amesema ya kwamba mama yake ni single mother. Unaona? Mama yake ni single mother. So amesema ya kwamba mama ni single mother, ako na watoto ambaye anawasomesha. Mtoto huyo kijana aliongea hapo wa university. Sasa huyo ni rahisi, mimi nitachukua huyo nimsomeshe amalize asonge. Wale watoto wengine wawili ambao wamebaki ya huyo mama wabe Songo. Neno Songo. Wewe Songo chukua mtoto moja usomeshe. Unaona? Someshe mtoto mmoja na nani mwingine hapa? Na Brighton, wewe Brighton chukua ile mtoto mwingine ya huyo mama usomeshe. Toste menene? Ngote menene jenga? Aya. Na kwa sababu nimesikia ya kwamba hiyo familia yote wako na matatizo hapa kidogo kidogo ya kulipa gharama ya mambo yao, wewe Ntutu utatusaidia to find out what are the small details, lakini meanwhile nitakupatia 8 milioni, upatie kila family 2 milioni waende wafanye mambo mengine. So ang buch ko bigabe murwa digir ngama jama ko sirio kale mutyo bigabe murwa digir kale mutyo eng Joanna mutyo eng tupchoni kosirto eng ale cheuen ongen ole kimoko raisi arab Ng'eno angen ale utebege ole nguno ama komi arab Ng'eno ini konene tesetai ka ngoroni tos motebege amache okas kuni ngama komi tuptien yo arab Ng'eno komi Jehova nimi barak kipsengwet akomi president nebo Kenya no teleling. So mosich wasiwasi ngolyo age tugul nerarta ngolyo age tugul nikimwa Johanna arab Ng'eno kole kimoche kotep kole kosomwoiwo asiatimiza asiko kotestai ne emurwa digirini amache asomo kora alechok wamde galia
ngolyo age tugul notinye ochobe kalya. Somet age tugul nosome osome kalya. Kimeche keegu biik agenge. Kimeche keegu a united people. Makimeche kotiogis biik kele kaba chikomase. Mami kit nekenyorchin yebesyo biik. Kimeche kebe kipkutinak. Kimeche kemwa ng'olyot ni koek akorib Emurua Dikir ni siobe tai pamoja. Mami chi ne nyone nyokolechino kiongozi nokwe nekatara arab ng'en okoni. Mami okwek yote bungunyi omwoiwech olechech kimeche kouni kebe tugul banda agenge. Maunoto? So amakwok kaberuretab Jehova. Ako kamwa ale mutyo mising eng bandab Johana. Mutyo mama, mutyo family and his spouse. Yeah, poleni sana. You have a young family, but tutajua vile tutafanya kazi na wewe ndio hawa watoto wa Johana Ngeno waweze kusonga mbele. Mingalek chualage mingalega bin hostel ngin yumba Tibet kogo ke chop kondok tayari ko chengwa kite contractor ke chop million pokolai ke chop kondok chebo in KMTC nyu pandap tai nebo kokwani kowendi komie amena chichi so sikebwa nyekekweri boisionik choto ko chakta arais mameche amwa ng'alek kosiryo kale biikab Emurua Dikir mutyo mising ako yematianit keweke nyeketesetai boisionik chun alak tugul. Mungu awabariki sana na tunawapenda. Thank you very much. Tumpongeze rais tena kwa makofi tafadhali kwa ujumbe wake. Naomba tuketi kwa dakika moja ili niwaelezee itifaki za kuondoka. Let's just sit very briefly for the exit protocols. Once we have done the benediction at the end of this service, which will be done shortly, we shall have all the caskets removed in the sequence that they are. And I'll request that the KFS officers who are helping us with that to kindly take their positions now. Wale ambao wanatusaidia na kuondoa mili tafadhali waweze to take their positions. Then we'll have each of the caskets removed, having Honorable Johana Ngeno's casket last. After his casket, we'll have the clergy who will follow the casket, the immediate family, followed by His Excellency the President, as we now progress towards the interment area. It is a request of the family that the area is not too big. Kwa hivyo tafadhali, let it be a private affair. Let's just have the immediate family and those that are close to come to the burial site. The rest of us will be able to view from the screens. Naomba tafadhali wachungaji mtongoze kwa maombi ya kufunga ili tumalizie. Let us all be upstanding as we now close. Remember, we'll have the caskets removed one by one while we're still in our positions. Then we'll have Honorable Johana Ngeno's casket last, followed by the clergy, the family, and His Excellency the President. Let us pray. Thank you. Tumeshukuru. Wacha tuombe ili tupate safari salama. Let us pray. Mighty and everlasting Father, we thank you for a wonderful program that you made us to have today. As we come to the end of this program and we travel to various places, give us your journey mercies and watch over us. Lord, King of glory, even as we go home, give us the strength, even as we do this last part of this funeral today. May your name be glorified, for this is our prayer in Jesus' name. Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Virtual DJ. So let's begin to take the caskets out tafadhali. Moyo wangu wa kutamani, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Mungu wa uzima,
kutamani hata kama mambo ni magumu, najua unaweza, tunaimba wote. Mungu wa uzima, moyo wangu wa kutamani hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Mungu wa uzima, Mungu wa uzima, Baba mwema, moyo wangu wa kutamani hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Mungu wa uzima, moyo wangu wa kutamani hata kama mambo ni magumu, najua unaweza, tunaimba wote. Mungu wa uzima, moyo wangu wa kutamani hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Mungu wa uzima, Mungu wa uzima, Baba mwema, moyo wangu wa kutamani hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Mungu wa uzima, moyo wangu wa kutamani hata kama mambo ni magumu, najua unaweza, tunaimba wote. Mungu wa uzima, moyo wangu wa kutamani hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Mungu wa uzima, Mungu wa uzima, Baba mwema, moyo wangu wa kutamani hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Wheeling out the next casket, kindly. Thank you. And we'll finish with the casket of Honorable Johanna Ngeno, followed by the clergy, then the family together with His Excellency the President. We would just like to give them the honor due as we now progress to the final ceremony of interment at the burial site. Asanteni sana kwa utulivu na heshima ambayo tunawapatia tukienda kumalizia, tukielekea kaburini, mahali tutakapo walaza wapendwa wetu kwa heshima inayofaa. Tunashukuru pia hali ya anga imeendelea kushikilia ili tuweze kumaliza sherehe yetu vilivyo na vizuri bila tatizo lolote. Basi
na kwa sababu ya nafasi pia familia ya mheshimiwa ilikuwa imeomba tusiwe wengi sana kwenda pale kaburini kwa sababu ya nafasi. Kwa hivyo kwa heshima tunaomba tutaweza kutizama kwa runinga kile ambacho kitakuwa kikiendelea pale. Naomba utulivu tafadhali. Watu watulie. Tunaomba utulivu tafadhali. Kwa heshima ya wenda zao, tafadhali tutulie. Tafadhali tumalize sherehe yetu kwa amani na kwa heshima ya wapendwa. Utulivu tafadhali. Na sasa taondoa we request that the hearse for Honorable Johanna Ngeno kindly be brought closer so that we can have the casket loaded, and as mentioned, followed by the family, clergy, and His Excellency the President. Starting with the clergy, followed by family, and then His Excellency the President. Hallelujah. Hakuna wa kufanana na Yahweh. Hakuna wa kufanana naye. Hakuna wa kufanana na Mungu. Hakuna wa kufanana naye. Tena yeye anaweza. Yeye anaweza. Yeye anaweza. Hakuna wa kufanana naye. Tena yeye aokoa Baba. Yeye aokoa. Yeye aokoa. Hakuna wa kufanana naye. Tena yeye abariki Mungu. Yeye abariki. Yeye abariki. Hakuna wa kufanana naye. Tena yeye atawala Yahweh. Yeye atawala. Yeye atawala. Hakuna wa kufanana naye. Tena yeye jemedari wetu. Yeye jemedari. Yeye jemedari. Hakuna wa kufanana naye. Sema hakuna wa kufanana na Baba. Hakuna wa kufanana naye. Tena hakuna wa kufanana na Yahweh. Hakuna wa kufanana naye. Tena yeye ainua Mungu. Yeye ainua. Yeye ainua. Hakuna wa kufanana naye. Tena yeye ni mshindi wetu. Yeye ni mshindi. Wagigonuke esabe muchego uira muchego yagoro kayo ingo gai ero wagigonuke esabe Megitun atin wegu tukul amungere Jehova atin wegachi agori boten atin weta tukul egere Jesu
Negando indenyon Agoga wangun indeta Kayande Eta Eta yo Eta yo Eta imam Eta ye Eta tegiyo Eta Eta رمضان دخل يا رب دعاتي تقبلها